tumepanga mambo ya BMUs. Tuhakikisha kwamba vijana na cooperatives wamejipanga vizuri. Tuhakikishe ya kwamba there is a marketing process that enables the fishermen, the fisherfolk, and all the chain of fishing to make sure that we derive benefits from our fishing and we create market so that those who are involved can earn revenue. Tunaelewana jameni? Vile vile, mkiwa hapa Nyanza, mimi pia nataka niwatangazie hivi. Mambo ya rice growing hapa Haero. Tumekubaliana kama serikali ya Kenya ya kwamba hatuwezi kuendelea kuagiza mchele kutoka nje miaka yote. Ndio tumeweka mpango maalum tuhakikishe ya kwamba tunazalisha mchele hapa Kenya. Na ndio sababu we have a comprehensive program and we are going to work with the county government to make sure that all the rice programs here, including the one called Kuja Pale Migori, tutaianzisha upya. Ndio tuhakikisha kwamba tunazalisha mchele ili pia tupunguze gharama ya chakula. Watu wa Nyanza, mimi nataka pia niwaeleze ya kwamba tunatumia karibu shilingi bilioni 100 kuagiza mambo ya edible oil. Na ndio tumesema hapa Nyanza tunataka muzalishe sunflower na muzalishe mambo ya hapana miwa, ngoja ni miwa kwanza. Taongea mambo ya miwa baadaye. Mambo ya sunflower na mambo ya soya. Na tayari tumekubaliana na nyinyi ya kwamba this year we are importing 500 metric tons seeds for sunflower, and we are going to work with the counties of Migori, Homa Bay, Kisumu, Busia, Siaya, tuhakikisha ya kwamba tunazalisha hiyo mambo ya mafuta, ndio tuwaje kuagiza kutoka nje, and we can give more revenue and more earnings to our farmers. Tunakubaliana? Vile mumesema nyinyi wenyewe ya kwamba mambo ya miwa imekuwa na matatizo mingi. Si ni kweli? Sasa tumekubaliana hivyo, munisikize vizuri. Sawa? Kwanza, hii miwa business imekuwa na matatizo kubwa sana ya madeni. Hapa miwa ya hapa Chemelil, hapa Moroni, hii ya Miwani, ile ya Soni, ya kule Mumias pamoja na ile ya Nzoia, iko na deni ya bilioni 117. Bilioni 117. Na ndio nimesema ili kuokoa hizi kampuni ya sukari, nimesema ya kwamba hiyo bilioni 117 tutaifutilia mbali kama serikali ya Kenya. Na tayari nimepitisha katika baraza la mawaziri, na tayari imepitishwa kule bunge, na sasa madeni hiyo yote imefutiliwa mbali, ndio tuanze upya. Nyinyi mnanielewa? Na kwa sababu tumeondoa the biggest stumbling block to the development and transformation of our sugar mills, mimi sasa nataka nikubaliane na nyinyi ya kwamba tutafanya mpango, na tumekubaliana na governors wenu, tumekubaliana na wabunge wenu on what we are going to do so that we can make sure that mambo ya kilimo ya sukari, mambo ya kilimo ya miwa inafanywa kwa njia ambayo itafaidi wananchi na itatusaidia pia kuhakikisha ya kwamba viwanda zetu zinaendelea vizuri, na vile vile tunapata mambo ya sukari ambayo imezalishwa na wakulima wa taifa letu la Kenya. Mimi nitarudi hapa hivi karibuni, kwa sababu mambo ya miwa ni mambo ya muhimu, and I committed myself that I am going to sort out this problem of mambo ya miwa, kwa sababu hii miwa imesumbuliwa sana na watu wachache, watu wakora, matapeli, na watu ambao wanajifanya wajeuri na wafisadi. Na vile nilitangaza kule Mumias, niliwaambia hawa watu wakora, wafisadi na watu wa bure ambao wanataka kuendelea kuteka nyara biashara ya miwa,
Niliwaambia mambo ni matatu. Mambo ni mangapi? Mambo ni mangapi? Hawa wakora wote na wafisadi mambo yao ni matatu. Either wahame Kenya, waende jela, ama waende wapi? Basi sawa sawa. Ninyi kumbe mnajua. Si namna hiyo? So, mimi nataka vile vile niwaeleze hivi. Tunaelewana jameni? Mimi vile vile nataka niwaeleze hivi. Mbali na mambo ya miwa, bado tuko na changamoto kubwa ya vijana wengi hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Si vijana wengi wanahangaika jameni? Na ndio nimesema lazima tuwe na mpango maalum ya kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata ajira. Na ndio sababu hiyo nimeweka mpango ya housing hapa Kisumu. Tayari tumekubaliana the first phase ya nyumba 5,000, na mimi nahitaji vijana 7,000 watakaofanya kazi ya housing phase 1 ya 5,000 units hapa Kisumu. Vijana wa Kisumu mko tayari? Mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Mko tayari? Mtafanya hiyo kazi? Mimi nitarudi hapa kabla ya Disemba kuja kuanzisha phase 1 ya housing ya Kisumu County. Vile vile tumekubaliana ya kwamba mbali na ajira itayopatikana katika mambo ya housing, huyu Owalo nimemwambia lazima tuwe na mpango ya digital jobs. Na ndio sababu hiyo tumesema tutajenga ICT hub katika kila ward. In every ward in Kenya, we are going to have an ICT hub where we are going to have between 200, 300, 500 young people who are going to engage using the digital platform so that we can create digital jobs. Vijana wanaweza kufanya kazi Marekani wakiwa hapa Kabonyo. Nyinyi mnanielewa? Tunaelewana jameni? Jambo la tatu, mimi vile vile nataka niwaambie hivi. Ama jambo la 4, nataka niwaambie vile vile tumekubaliana ya kwamba wale wafanyabiashara wote ambao wanafanya biashara, wengi wanahangaika, hawana masoko ya kutosha. Hapa Kisumu tutajenga soko ingine mpya 8 hapa Kisumu County. Na tutakubaliana na gavana wenu Profesa Anyang' Nyong'o. Na tutakubaliana na wabunge wenu. Na huyu seneta wenu tushakubaliana na yeye. Vile tutapanga hiyo masoko yote, hawa vijana na kina mama waweze kufanya biashara mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna heshima, ili tuweze kuhakikisha ya kwamba kazi ni kazi. Tumeelewana watu wa Kisumu Dala? Tumekubaliana? Tuko pamoja? Mwisho kabisa, mimi nataka niwahakikishie hivi. Ngojea tu kidogo boss. Mimi nataka Sondu. Sondu. Aya. Maneno ya Sondu. Ndio hiyo mimi nataka kusema mwisho. Kuna watu wanaturudisha nyuma na kulete vita kati ya jamii na kati ya majirani. Nishamwambia Profesa Kithure Kindiki, vile tumewakalia wale wa North Rift, vile tunawakalia Al-Shabaab, hawa watu wa Sondu hapa watakiona cha mtemakuni. Hatutaki, sikizeni, hatutaki mambo ya ujinga ya ukabila. Sisi tunaishi Kenya moja. Na serikali ya Kenya ni serikali ya kila Mkenya. Mimi nataka niwahakikishie, na tayari tumeweka mpango kamili, na nimemwambia Profesa Kindiki ahakikishe ya kwamba kila mtu ambaye alisababisha mwananchi akapotesha maisha yake lazima akamatwe na lazima apelekwe jela, kwa sababu kuua mwananchi mwenzako
ni mambo ambayo haikubaliki. Wanaweza kwenda hiyo safari ya tatu ile ya kwenda huko, lakini watapitia kotini kwanza. Si namna hiyo? Tunaelewana? Lakini pia pale Sondu lazima pia tujenge ile dam ambaye tulikubaliana. Viongozi wenu hawa wabunge wameniambia ya kwamba ni vizuri tupange upya vile tutajenga dam ya Sondu, ndio tuhakikisha kwamba mambo ya maji inapatikana kwa njia ya sawasawa, ndio tuweze kuzalisha chakula, mpate maji ya kutosha, ndio tuweze kwenda mbele pamoja. Watu wa Kisumu tumekubaliana jameni? Mimi nataka niwaambie hivi. Mimi sijakuja Kisumu mambo ya siasa. Mimi nimekuja Kisumu mambo ya maendeleo. Kwa sababu tumekubaliana, sio? Profesa amenisaisha kidogo na ni mzuri. Najua huyu mtu ni profesa, mimi sijafika profesa. Amenikumbusha pia kwamba tuko na Koru Soin. Hapo ndio tunataka pia tujenge dam ingine. Kwa sababu hiyo Koru Soin ilipatiwa na makandarasi, lakini iko na matatizo makubwa kwa sababu ya mambo ya pesa. So tumekubaliana tutabadilisha hiyo maneno na tutahakikisha kwamba hiyo Koru Soin kwa mapenzi ya Mungu tunabadilisha ile procurement model, ndio tuhakikisha kwamba dunia inasonga mbele. Tumekubaliana? Mimi mwisho mnataka barabara? Barabara. Haya. Nimesikia mambo yenu ya barabara. Na mnajua barabara ililete matatizo pale nyuma. Lakini katika budget yetu ya mwaka huu tumeweka pesa karibu bilioni 270. Mutangojea tu kidogo nikusanye ushuru. Si namna hiyo? Si mnajua budget ilipita miezi 2 iliyopita. Nitapanga vizuri, lakini nimesikia vile mmeniambia na hii masikio imesikia mambo yenu. Nitaipangia. Kwa hivyo watu wa Kisumu, mimi nataka niseme asante sana. Mjue mimi nawapenda sana na nawatakia baraka ya Mungu. Asanteni sana. God bless you. Thank you very much.